Samahani dada, nilikuwa naomba kazi. Yaani dadangu, hapa tangu niamke kama unavyoona sijauza hata sani moja. Yaani sielewi hata nakupa kazi gani. Mambo unipe kazi hata ya vyombo, nioshe hata vyombo. Asante dadangu, nimeridhika. Haya, umetosheka eh? Basi mimi naweza kukaa dadangu. Haya, karibu sana. Eti mdogo wangu. Kwanza njoo. Mbona jinsi ninavyokuona kama mazingira tu ya kula yako hivi. Kwani una sehemu ya kukaa wewe? Hapana dadangu. Sina sehemu ya kwenda. Unajua nilivyokuona tu, yani hapa jinsi ulivyoingia na yani muonekano wako unaonyesha wazi kwamba wewe unapitia changamoto kubwa sana. Story ndefu dadangu. Kwa ambayo kwa haraka siwezi nikakuelezea. Lakini sina sehemu ya kwenda. Basi mimi nilikuwa naona kwamba ungekaa tu hivi hivi, hata kama mimi maisha yangu ya kuungaunga, ungekaa wote. Utashukuru sana. Leo endelea tu kukaa hapa. Mpaka wote tutaungaunga, tutafanya biashara, nitakapolala mimi utalala wewe, nitakachokula mimi utakula wewe. Sawa mdogo wangu? Mdogo wangu Mwantumu, na kuonea huruma sana kwa sababu hapo ulipo tayari una mtoto huyo. Hapa kazi yetu ile tulikuwa tunategemea mgawa imeshakufa. Kuna kodi ya nyumba inatakiwa. Huyo mtoto kuna afya, atakuumwa, tutalipa nini sisi? Yaani dadangu mimi mwenyewe sielewi hapa nilipo. Nimeshakuwa njia panda tayari. Kwa hiyo hapa nimewaza jambo moja tu. Ni kumpeleka mtoto huyu kwa babake. Ina maana vote alivyokufanyia huyo mwanamume mpaka leo bado unamkumbuka tu na unatamani mtoto umpeleke. Huenda atakapomuona atabadilisha maamuzi yake.
Wewe mimi unawaza nini? Mbona kushika tamu? Hali yangu si ya kawaida na mawazo mengi tu. Unawaza nini? Maisha tu. Au ndo unamwaza mwanao? Sina mawazo ya yule mtoto tusimu. Nawaza mambo mengi. Nawaza jinsi ya kulipa deni pale. Kwa sababu nakumbuka kulikuwa na deni au umesahau? Kulikuwa na deni. Sasa tutalimalizaje lile deni mke wangu? Ndio upambane ulipe. Nipambane mimi peke yangu? Nipambane kivipi wakati deni linaambatana na kujenga nyumba ya mamako mzazi? Sawa mwanangu. Usinifikirie vibaya, mimi ngoja kuelewa tukimaanisha nini. Basi ya msingi tuuze yale magari. Yale magari tuuze, yale magari ya mizigo ili turekebishe mkopo huu. Kulale kwa usalama, unaonaje? Magari kiuza tu itatosha kulipa ile deni? Inatosha tu. Kwani hata kibaki hela kidogo nafikiri kutakuwa na tatizo gani? Kumbe muda mwingine una akili. Hapo hilo ndio kufanya. Ili tuishi kwa usalama mke wangu. Tuuze magari yale, tukishika magari tayari, tunalipa deni, tunaangalia masuala mengine. Jeni huna nafsi huna huruma. Nalikwambiaje kuhusu kunifuatilia mwanamke? Nimekuja hapa kwa ajili ya mtoto wako. Mtoto wa kwangu au kwako? Wa kwako. Nani mwenye mtoto hapo? Wewe. Wewe. Acha kunifuatilia, tumeelewana? Naita mtoto wako unahitaji huduma. Unahitaji huduma mimi mwanangu wewe? Ndio, huyu damu yako. Damu yangu hiyo mimi. Damu yangu sina mimi huko. Sawa. Nashukuru kwa kuniharibia malengo yangu. Sitaki kukuona ofisini kwangu potea. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kuamini, niliogopa itaniuma kwamba msaliti wewe kwa tamaa za muda mfupi, penzi mbali umelitosa. Asante. Message yako imenistua kweli yani. Kwani nini kinachoendelea? Mtoto ana hali mbaya. Usikupita sijalala. Mbona ana joto kali sana? Mimi mwenyewe hata sielewi dada, usipokusha sijalala. Hapa mimi niliona tu tumkimbize kwanza hospitali. Maana kwa hiyo hali ya joto iliyompanda mtoto hivyo. Hapana, haiwezekani tena kukaa hapa. Twende tu hospitali. Sasa dada, ningekuwa na hela ningekutafuta wewe, sina hata 50. Hapa mimi nilitembea na akiba shilingi 2000 itatusaidia huko tuchukue hata usafiri mdogo wangu, lakini huyu mtoto kusema akae hapa. Hali hiyo joto lilivyopanda kali namna hii. Hapana. Kwa hiyo tunafanyaje dada wangu? Maana mimi nipo njia panda. Twende tu hospitali kwa sababu hii tukishaenda kule hii usafiri utasaidia. Tukifika kule tutajua mtoto atumsaidia vipi ili mradi kwanza kaanze matibabu. Haya dada wangu, mpaka najuta kwa nini nilipata mtoto kama wewe? Kwa nini nimesami? Sasa mdogo wangu usikufuru mdogo wangu wewe. Yaani sasa hivi ni jamu kila kinachotukuta. Dada mimi nimechoka, Mungu anitendea. Hapana mdogo wangu, usiseme hivyo. Tusikufuru. Haya yote Mungu ndo anajua, sio sisi. Hapana. Napitia mimi matatizo tu. Sasa usilie, ukilia na hali hii ya mtoto ilivyokuwa mbaya mdogo wangu. Tutazidi tu kumteketeza mtoto. Dada mwenyewe unajua. Tangu ujauzito wangu mpaka najifungua. Hali kama hii. Sasa mdogo wangu na mimi utaniliza. Dada, pole sana. Asante. Kuna dawa nakuandikia hapa. Naomba upitie pale duka la madawa. Maana vipimo nimepima, mtoto ana joto kali sana. Ungemchelewesha kidogo mtoto wako ungempoteza. Ungempoteza mtoto wako. Yaani nakuomba sana kuwa makini na mtoto. Sawa. Tafadhali sana. Sawa. Umenielewa mamangu? Ila hizi dawa ambazo nimekuandikia utaanza kumpa kuanzia jioni mpaka saa 4 ya usiku. Mtoto atakaa sawa. Umenielewa vizuri mamangu? Ila nakuomba kuwa makini na mtoto.
ungempoteza huyo mtoto wako. Umenielewa vizuri? Nimekuelewa sana. Pole sana. Ila mtoto atakaa sawa. Nakupa hii karatasi ukapitia kwa duka la madawa. Tafadhali. Naomba hakikisha mtoto aanze dozi jioni. Sawa. Tumeelewana mama? Pole sana. Shapoa. Mtoto atakaa sawa. Ila naomba uwe makini. Sawa. Karibu tena. Haya, asante, nashukuru. Haya, pole. Husi Mwantumu. Mbona kaisha sana? Na ana mtoto. Mengine uyaache. Karibuni. Asante. Nenda. Mwenyezi Mungu, ni mtihani gani huu ulionipa? Naona huyu mtoto anavyoteseka. Nimekosa hata hela ya kumnunulia dawa huyu mtoto. Ni mtihani gani huu Mwenyezi Mungu, mpaka nashindwa cha kufanya. Wazazi wangu wamenitenga na huyu mwanaume alionipa ujauzito naye amenitenga. Mwanangu, naomba unisamehe mamako, mimi sina lolote. Dada. Mbona uko hapa? Mbona uko hapa kama hauko sawa? Na nimempeleka hospitali lakini la dawa nimekosa. Unaishi wapi maeneo haya? Sio mbali sana hapa. Nashukuru sana. Hata bibi alikwaga kijana na yeye alipitia bale. Hata wewe najua ni ujana, sina budi kukusamehe, ila shida mazoea mama ndo yanafanya kushoboke moyo wangu kusahau. Hata nikifuta namba yako kichwani mekalili, eti nikaze sije kwako, labda ukisafiri